Leo naenda polisi bwana, nimechoka pia kwa sababu maneno yamekuwa mengi sana. Maneno ambayo yanaweza kawa na majibu, lakini kwa sababu ya kusikiliza maneno ya mtaani kila mtu ana jibu lake. Kwanza, kwa nini watu wakipata ajali kama hivi wanakaa wanasimama barabarani na kusababisha foleni? Ni sheria inataka usitoke eneo la tukio ama ni utaratibu tu ambao umezoeleka? Kwa sababu siku hizi kuna simu, kuna video, kuna vitu kibao ambavyo vipo. Jambo la pili, kuna maneno ya mtaani yanasema eti ikifika saa 12 kwenye zebra, mwisho saa 12, baada ya pale unaweza ukapita hata usimpishe mtu. Sijui kama ni kweli. Leo nataka nikuonane na mwenyewe kabisa, mwanasheria mkuu wa trafiki Tanzania. Let's go. Yes, nimefika polisi kama nilivyoahidi, na uzuri ni kwamba nimetoa taarifa mapema kwa ajili ya wale ambao wamedrop comment zao, na nimefikisha hapa. Nimekuja makao makuu ya Traffic Tanzania na nimekutana na afande wangu, afande Sokoni. Nashukuru sana kwa kunikaribisha. Asante, karibu. Yes, sasa afande Sokoni, sisi tuna maswali. Nikisema sisi maana yake mimi na mashabiki zangu. Tuna maswali ya kawaida tu ya ufahamu na tunataka utujibu friendly. Yaani unajua kama watumiaji wa kawaida tu wa magari, ambao maswali yanatupa wakati mgumu sana pale tunapotumia gari. Swali la kwanza ambalo limetoka kwangu ni kuhusiana na pale inapotokea ajali. Inapotokea ajali ya gari, kuna kupo na watu wanasimama, yani mtu kakugonga hapo kasimama, anasababisha foleni na akidai kwamba anasubiri trafiki aje. Je, hapo imekaaje kwanza? Kwanza ni declare kwamba hii ni elimu ya usalama barabarani kwa watumiaji wote wa barabara, na makini kabisa watumiaji wa barabara waelimike juu ya matumizi sahihi na salama ya barabara. Yeah. Kwanza kabisa, inapotokea ajali na ni barabarani ama kuna traffic jam, wakati mwingine magari yanaenda kwa kusuasua, ukaparuzana na gari iliyoko jirani yako ama kwa mbele au kwa nyuma, utasimama eneo la tukio. Ukisha simama eneo la tukio, ninyi wenyewe kwa akili ya kawaida mtajiridhisha juu ya ajali yenu mliosababisha. Inawezekana ajali mliosababisha ikasababisha msongamano mkubwa wa magari. Siku hizi kuna teknolojia ya kisasa. Kwa kutumia simu zenu, simu ya mkononi, piga picha jinsi mlivyokwaruzana, kisha piga picha. Baada ya hapo, julisheni askari wa usalama barabarani. Kama askari atachelewa kuja na mnaona delay ya askari inaweza kusababisha traffic jam, busara ya kawaida iwatawale kuweka magari pembeni mkiwa mmeshapiga picha kwa ajili ya kushahidisha kwa askari atakayefika ili kuondoa traffic jam. Ndio. Ushahidi wa picha utakao kuwepo utamuongoza askari. Akifika eneo la tukio atatambua na kujua kwamba nini kimetokea hapa, na kwa kutumia hiyo picha ataweza kutengeneza mchoro mkiwa naye katika eneo la tukio. Haina maana mkiondoa magari mtoke eneo la tukio, hapana. Na kama una unga katika gari au chaki katika gari, ni vyema mkazungushia mahali pale mlipogusania. Lengo ni kuondoa trafiki jam ili barabara ziendelee kupitika. Baki eneo la tukio mpaka askari wa usalama barabarani atakapofika, iwapo mtaona ni salama na hakuna jamu yoyote inayosababishwa na ajali mliyosababisha. Askari atafika, atasimama kitaalamu kabisa kwa jiografia ya eneo hilo, atachora mchoro wa eneo. Lakini iwapo ajali mliyosababisha imeleta madhara kwa watumiaji wengine wa barabara, kwa maana ya watembea kwa miguu au abiria katika gari, ni vyema mkaangalia uhai kwanza. Angalia uhai kwanza. Kuna ajali inaweza ikasababisha majeruhi ambayo yuko serious karibia na kufa. Acheni magari eneo la tukio. Hapo tunaangalia uhai wa mtu. Acheni magari eneo la tukio, piga picha, yaweke kando, chukueni yule mtu kwa msaada zaidi, au aishwe hospitali kwa ajili ya kumtibia. Atakapofika askari, mtampa taarifa alikuwepo majeruhi mmoja wawili ambao wamekimbizwa hospitali kuokoa maisha yao. Askari ataendelea na taratibu, na kwa kushirikiana na askari utamuongoza mpaka hospitali alikopelekwa yule majeruhi, ili afike akaone hali ya majeruhi, na ikiwezekana kama majeruhi na uwezo wa kuongea akapata maelezo yake siku hiyo, itakuwa ni bora zaidi.
Lakini ushahidi, kama kuna watu walioshuhudia, ni vyema na wao mkawapa nafasi kwa kumshirikisha askari ili wamueleze kilichotokea. Wakati mwingine wewe unatokea ubishi. Unasema mimi niliruhusiwa, kama ni kwenye taa, mimi niliruhusiwa, mwingine anasema mimi niliruhusiwa. Tunarejea kwenye kanuni ya njia. Sheria ya usalama barabarani ina kanuni zake ambazo zinatawala matumizi sahihi na salama ya barabara. Kuna kanuni tunaita kanuni ya njia, the highway code. Kanuni ile inatuongoza iwapo magari yamegongana katika njia ambayo hakuna taa za kuongozea gari, au kuna taa lakini madereva wanabishana, mimi nilikuwa wa kwanza, mimi niliruhusiwa, mimi sikuruhusiwa. Tunatumia kanuni ya njia kujua nani mkosaji. Ukirejea katika kanuni ya njia, imefafanua vyema, mpe kipaumbele aliyeko kulia kwako. Mpe kipaumbele aliyeko kulia kwako. Kwa hiyo wewe unaendesha gari barabarani, ukafika kwenye makutano ya barabara, simama, angalia kulia na kushoto, hakuna taa za kuongozea gari. Mpe kipaumbele aliyeko kulia kwako apite kwanza, ndipo na wewe uendelee. Kwa hiyo ikitokea ajali katika mazingira kama hayo, huwa tunatumia kanuni ya njia kutambua nani wa kulaumiwa katika eneo hilo. Swali la hilo lilikuwa swali la kwangu na tunashukuru sana kwa ufafanuzi mzuri kama huo. Kuhusiana na upande wa kupa kipaumbele upande wa kulia, South Africa nimekwenda kweli, kule saa nyingine hamna hata haja ya trafiki barabarani. Watu washajua anaanza kulia, anaenda kulia, yani watu wote wanaenda. Lakini sisi kwetu bado, yani inabidi mtoe sana elimu ya kwamba upande wa kulia anatoa changamoto. Sasa swali la na shabiki wangu wa Instagram anaitwa Colin TZ katika page yangu aliuliza, ni lazima kusimama kwenye zebra hata kama hakuna mtu? Aliuliza pale, akaendelea kwamba pale Riverside kuna traffic na zebra zile kwamba usiposimama hata kama hakuna mtu unakamatwa kwa mbele. Je, hilo limekaaje? Kwanza ni lazima wananchi na watumiaji wa barabara wajue maana ya alama za pundamilia katika barabara. Alama za pundamilia katika barabara zinawekwa kwa ajili ya kuruhusu mtembea kwa miguu pia kuwa na haki ya kutumia barabara pasavyo, tena kwa usahihi. Alama hizi za pundamilia zimetajwa katika sheria ya usalama barabarani kifungu cha 65. Kifungu cha 65 kinaeleza mtembea kwa miguu ana haki ya msingi ya kutumia barabara. Anatakiwa vuke katika maeneo ambayo kuna kivuko. Lakini kuvuka, mtembea kwa miguu haingii darasani akasoma udereva. Anaingia darasani akasoma udereva ni wewe unayeendesha gari. Kwa hiyo una wajibu wa msingi wa kuheshimu alama za pundamilia. Zipo alama za aina mbili za pundamilia. Alama ya kwanza ya pundamilia ni zile alama ambazo umeweka mchoro wa mshazari. Mchoro umechorwa barabarani wa kuruhusu watembea kwa miguu kuvuka, ambao hauna alama ya katazo. Alama ya mchoro mwingine ambao unawekwa kinyume na ile michoro mingine iliyoko barabarani, unakuwa ni mstari mmoja tu kutoka uelekeo wa gari linakotoka. Ukikuta mchoro wa namna hiyo katika leni ya kwako, ni lazima usimame, sio hiari. Hapana. Mchoro barabarani ya pundamilia imechorwa, halafu ukawepo mchoro mwingine unaokinzana na pundamilia, na zile alama za pundamilia. Alama za pundamilia zinachorwa kama vijiti vilivyopangwa. Halafu unakuwepo mchoro mwingine ambao unakinzana na ile alama. Ule mchoro unakulazimisha kusimama. Kuna mtu, hakuna mtu, simama, tizama kulia na kushoto, kuko salama, nenda. Sio kumbe ziko aina mbili. Ndio naelekea sasa. Ni lazima usimame. Au kusimama, ndio maana askari na kusimamisha. Kwa nini ukusimama kwenye zebra crossing? Utaniambia mbona hakuna mtu anayevuka? Atakurejesha, kurudishe, umpe tafsiri ya zile alama. Na kwa kuwa umeingia darasani ukasoma, tunaamini ulifundishwa ukaelewa. Lakini kuna alama ambazo hazikuwekewa huo mstari. Sheria inatuambia punguza mwendo kadiri uwezavyo. Sheria inatuambia punguza mwendo kadiri uwezavyo, slow much as you can. Ukiwa makini kuangalia kushoto na kulia kama hakuna mtu anataka kuvuka. Lakini kama haukuheshimu, maana yake utakuwa unatenda kosa. Na katika vivuko vya waenda kwa miguu, elimu ya bure zaidi, usiwashe double hazard. Wengine tumekuwa na mazoea, mtu anafika kwenye alama ya pundamilia alafu anawasha taa double hazard. Maana ya zile taa, maana yake ni taa za dharura. Taa ya dharura maana yake mtu aliyeko nyuma akupite aendelee na
safari. Atamgonga. Sasa anapokupita kuendelea na safari atamgonga mwenda kwa miguu anayevuka. Taa za pundamilia katika alama ya pundamilia za hazard haziruhusiwi kuwashwa. Okay. No, hilo mimi nilikuwa hiyo wafikia madereva wengi. Okay, kwenye zebra kwa mfano barabara iko upande huu na upande huu. Yule mvuka kwa miguu akiwepo upande huu wa kushoto, barabara mbili. Ndio, wewe huku unaruhusiwa kupita au unaendelea na safari. Huyu mwenda kwa miguu atakapovuka upande huu amekuja upande mwingine, sasa upande ulio wewe na umemuona anataka kuvuka, simama. Barabara za uelekeo mmoja. Barabara za uelekeo mmoja. Okay. Katika barabara za uelekeo mmoja, mwenda kwa miguu amesimama kando ya barabara kwenye shavu la barabara. Tunaita shavu la barabara, au kama si shavu la barabara, kwenye barabara ya ziada, reserve road, pembeni. Simama, apite, avuke mwenda kwa miguu, alafu endelea na safari. Hata kama yuko upande wa pili. Akiwa upande wa pili zipo. Yaani barabara ziko mbili kama kwa mfano barabara ziko zote mbili zinaenda hivi. Sawa. Zote mbili zinaenda hivi mbele. Barabara zimetokea upande huu, wewe uko huku. Simama, avuke, usiendelee na safari. Okay. Simama, avuke, alafu endelea na safari. Na changamoto hii inajitokeza sana na watoto wengi wanagongwa sana kwenye vivuko vya waenda kwa miguu kwa sababu ya madereva kutokuwa makini. Kimsingi mwenda kwa miguu anapotaka kuvuka barabara, akishaonekana anataka kuvuka barabara, haijalishi uko kwenye leni ya kushoto au leni ya kulia, lazima usimame ili avuke barabara. Sasa huyu ukasema kwa kuwa mimi niko kwenye leni ya kulia, huyu bado yuko mbali na mimi, niende. Hapana. Na kwenye kivuko cha waenda kwa miguu marufuku kupiga honi. Bwana hiyo. Mwenda kwa miguu ana haki ya kutumia barabara. Atatembea taratibu na usimpigie honi. Ana haki ya kutumia barabara. Ndio maana ile alama imewekwa maalum kwa ajili ya tembea kwa miguu. Sasa unapiga honi ya nini sasa? Haya, sasa pande sokoni pale kuna watu maneno ya mtaani wanasema kwamba eti zebra sheria yake mwisho saa 12 jioni. Ni kweli? Alama za barabarani zinafanya kazi masaa 24. Ile ni lugha ya barabara. Lugha ya barabara mtumiaji wa barabara yote anapaswa kuielewa. Ndio maana tunajitahidi sana kutoa elimu kupitia vyombo vya habari, kupitia magazeti na katika michezo, lakini kwenye makongamano mbalimbali. Na tunaelekea kwenye wiki ya nenda kwa usalama barabarani. Nasema endesha salama ufike salama. Sasa wewe dereva kama huendeshe salama kwa kuheshimu sheria, hichi kocha waenda kwa miguu ukiheshimu, utakuwa chanzo cha tatizo barabara. Na ukijiridhisha kwamba wewe ni chanzo cha tatizo, basi ukumbuke kwamba na jela inakuita. Kama sio jela, basi inawezekana mahakama inakuita. Kwa hiyo ni lazima uheshimu sheria za barabarani, uheshimu alama zote, uheshimu lugha ya barabara ambayo kimsingi ndio inayotawala katika matumizi sahihi. Polisi anaruhusiwa kushika leseni ya dereva. Nashukuru kwamba niko na sheria hapa. Every person driving a motor vehicle shall pay. Audi ya peke yake haipo Dar es Salaam, hatuna Audi hata moja. Bwana, sasa hivi tumefika mfumo huu hapa wa taa ambayo nimeshika hapa mkononi mwangu. Kwa wale ambao wamemisi historia nzima ya taa hapo nyuma katika kipindi chetu kilichopita, tulipo katika episode ambayo tunaelezea kuhusiana na taa za magari. Historia ilikuwa ndefu sana pale ambapo watu walikuwa wanatumia mpaka mafuta taa kwa ajili ya kuwezesha kuwaka kwa taa ya mbele ya gari. Yes, mafuta haya unayajua. Na pale mwaka 1912 pale ambapo Cadillac wenyewe walianza kugundua mfumo wa taa zinazotumia umeme wa gari. Sasa hapo tukapita hatua mbalimbali, na hizi ni moja kati ya hatua ambazo zimepitiwa kuweza kuhakikisha taa za magari zinazidi kuleta mwanga mkali na kuweza kukidhi mahitaji ya watumiaji wengi wa magari. Sasa ngoma ilikuwa rahisi bwana. Kuna hatua mbalimbali ambazo zimeweza kutumika na kuboresha mifumo mbalimbali ya balbu za mwanga wa magari yetu ama balbu za taa za magari. Sasa iko hivi. Baada ya kugundua mfumo wa kutumia umeme wa gari, basi walianza na balbu moja inayoitwa halogen.
Halogen bwana ni balbu ambayo iko common sana, ambapo watu wengi sana wanaotumia magari wanaifahamu. Imejizolea umaarufu mkubwa kutokana na gharama yake kuwa nafuu zaidi, maintenance yake kuwa ndogo na upatikanaji wake kuwa mkubwa. Balbu unayoona hapa ni balbu ambayo kwa watu ambao wana magari, wale ambao walikuwa na magari tokea zamani, ni balbu ambayo sio ngeni machoni mwao. Hii inaitwa halogen bulb ambayo imetumika katika taa nyingi sana. Sasa hizi halogen zimegawanyika katika makundi mawili. Kuna halogen ambayo ni ya kawaida ambayo watu wengi wamezoea, unaweza kuita standard halogen headlight, na kuna halogen ambayo inaitwa sealed beam halogen. Bwana, kwa wale ambao hawajui sealed beam halogen, ni zile taa ambazo zamani zilikuwa zinatumika sana katika magari ya kizamani, vintage cars na zile classics zenyewe. Imeunganika vitu vyote kwa pamoja. Yaani ile taa unapoinunua unakutana na vyote kwa pamoja. Tofauti na taa za sasa ambapo unahitaji kununua headlamp na baadaye kununua bulb. Ile inakuwa imeunganika kwa pamoja. Yaani reflector, yani ile chrome ambayo unaiona kwa ndani, lens ya nje pamoja na filament. Filament nikiongelea ni ile unaona kama zile taa za nyumbani za zamani, zile zina kama kawaya fulani hivi ambako ni kembamba sana. Kale kawaya endapo unaikipa moto ama unaipa umeme, basi waya ule kutokana na gesi ya halogen iliyopo ndani husababisha mwanga ama flame, na wewe kuwezesha wewe uweze kupata mwanga. Sasa hizi halogen sealed beam headlight, pamoja na kwamba ni muundo wa kizamani ama mfumo wa kizamani, lakini zilikuwa ni moja kati ya taa ambazo zilikuwa zinadumu sana, kwa sababu kwanza ilikuwa hairuhusu vumbi, hairuhusu maji, wala hairuhusu mitikisiko ya balbu. Ukiangalia balbu zingine zote ni balbu ambazo zimeunganika pamoja na lile housing, lakini hii ni moja kwa moja ambayo iko sealed, ndio maana inaitwa halogen sealed beam headlight. Kwa hiyo ilikuwa haina sehemu ya kuingiza maji, vumbi, wala ilikuwa haina changamoto ya kulegea kwa balbu, wala nyaya zile kuoza ama kulegea. Sasa ndio sababu kubwa ya kuweza kupendwa na watu wengi sana, ingawa ilikuwa ina mwanga wa tofauti na mwanga ambao tumezoea hivi sasa, lakini ilikuwa na mwanga mmoja ambao uko wanaita concentrated, yani mwanga fulani ambao uko serious kidogo, na wale wazee wa zamani wenyewe walikuwa wanajivunia sana kuwa na hiyo taa. Sasa ikatoka pale wenyewe wakaona okay, sasa hivi tuboreshe nini? Wakaleta kitu kinachoitwa LED headlights. LED headlights ni taa ambazo kwanza mara nyingi zinakuwa na mwanga mweupe, lakini ina mwanga ambao ni mkali zaidi ya zile halogen headlight. Hizi ni taa ambazo watu wengi wamezipenda kutokana na kwanza muonekano wake wa kisasa, lakini pia ina mwanga mzuri na ni mwanga wa zaidi ambao utamwezesha dereva kuweza kuona zaidi mbele na kuweza kumwepusha na mambo mbalimbali kama ajali. Katika hizi LED headlight pia zimegawanyika katika makundi mawili. Kuna moja inaitwa single beam headlight na kuna nyingine inaitwa dual beam headlight. Tukiongelea single beam headlight, ni headlight ambazo wewe una uwezo tu wa either wa kuwa na high ama kuweka low, lakini sio vyote viwili katika bulb moja. Kimoja kinaweza kuwa ni high ama kingine kinaweza kuwa ni low, lakini bulb moja haiwezi kuwa na function mbili, tofauti na dual beam headlight ambayo yenyewe ina uwezo kuwa na function mbili kwa wakati mmoja na kumwezesha yule mtumiaji wa gari kuweza kuenjoy kutokuwepo na usumbufu wa aina yoyote pale ambapo anataka kuhakikisha bwana ile ni nini, akaweka high na akapunguza mwanga kuweza kumsumbua dereva zake kwa kuweka low kwa balbu hiyo moja iitwayo dual beam headlight. Sasa haikuishia hapo, ikaja jambo moja balaa zito kabisa katika teknolojia ama katika revolution ya taa za magari ama headlamp. Kuna kitu kinaitwa xenon HID headlight. Alo, hatari sana. Hizi ndio taa ambazo zinavuruga watu wengi sana, hasa wale ambao wanahitaji ama wanapenda ku-upgrade gari zao na kuonekana na muonekano mzuri kabisa. Na watu wengi wametoka katika LED na kuweza ku-upgrade taa zao kwenda katika xenon kwa kutaka muonekano mzuri na kuweza kupata mwanga zaidi kuliko LED. Lakini xenon HID headlight
ikapata kiboko wake anaitwa BI Xenon HID headlight. Hizi ni zile taa za kisasa. Hasa katika balbu moja inaweza ikawa na matumizi mengi. Kwanza inaweza ikawa na high, inaweza ikawa na low, ina uwezo wa kusogea na kubadilika, kutengeneza maumbo tofauti tofauti na kuwa na mwanga mkali bila kumuumiza yule mtumiaji wa mbele anayekuja, aidha katika highway ama katika barabara zozote. Xenon HID headlight ikaboreshwa zaidi kwa kufungwa projector ambayo ikaitwa Xenon HID headlight with projector. Hii ni taa ambayo ina uwezo wa kuwa na lens yenye umbo la kufanya kazi kwa mifumo ya gari, yani kuunganika na mfumo kama wa steering angle sensor pamoja na control, ambapo basi utakapokata kona kulia ama kushoto, basi taa ile itafuata kule ambapo wewe umekata kona na itaweza kuweka mwanga mbele zaidi kukuonesha wewe pale ambapo unahitaji kuelekea. Imerahisishia kwa sababu taa yake balbu ina uwezo kusplit, yani kugawanya mwanga katika maeneo mawili, yani itagawanya mwanga katika ule upande ambao unakata kona na upande wa mbele, kutokumuumiza yule mtu ambaye mnakutana naye katika kona, dereva mwenzako, na kufanya wewe uweze kuona maeneo ambayo utaenda kufikia baada kukata ile kona. Lakini teknolojia ikazidi kwenda mbele, ikaja kitu kinaitwa adaptive headlight au swiveling headlight. Hizi ni taa ambazo kwanza unapoendesha taa yenyewe inagundua uko katika spidi gani, iongeze mwanga kiasi gani, ama upo katika eneo gani unatakiwa kupunguza mwanga kiasi gani. Lakini katika kukata kona kulia kushoto pia taa hizi zinafanya kazi kama zile taa ambazo niliwatajia hapo awali zinazoitwa Xenon HID headlight. Adaptive headlight pia zinafanya kazi na mifumo ya gari kama vile steering angle sensor pamoja na control. Pamoja na yote hayo, hizi ni taa ambazo ziko katika mifumo ya kuhakikisha unapata usalama zaidi unapokuwa unatumia gari lako, na mwanga ambao utakuwezesha kuweza kuona mbali zaidi kuliko taa nyingine nyingi na kukuwezesha kukuepusha na ajali mbalimbali. Kwa mfano, wale ambao wanasafiri kwenda mkoa mmoja kwenda mwingine, unaweza ukakuta kuna sehemu labda kuna kipande cha barabara kimetengenezwa, lakini wewe ukiwa mbali, kwa kutumia taa hizi inaweza kuakisi umbali mrefu na kuweza kukuonesha kwamba kuna changamoto katika barabara uendayo. Okay, baada ya elimu yote hiyo, naomba tuambie hii Harrier ina taa ya aina gani kati ya taa zote ambazo tumeelimisha leo hii? Na kama umefurahia, unaweza kudrop comment yako katika page yetu Instagram @255jerry. Unaweza kulike na subscribe katika YouTube channel yetu inayopita hapo chini. The Gear. Bwana, tumefika segment ambayo sisi wote tunatamani kufahamu wenzetu sehemu mbalimbali wana enjoy vipi ndinga zao, usafiri wao na kila kitu. Leo katika The Gear nimewaletea niko New Delhi, na ni moja kati ya sehemu ambazo huwa nasafiri kwa ajili ya ku-experience vitu tofauti tofauti kwa ajili ya wapenzi wa magari, na kukutanisha nyinyi watazamaji wangu pamoja na watu wote ambao ni wapenzi wa magari, kuweza kufahamu tabia tofauti tofauti za watu wanaokuwepo katika kila sehemu, kuweza kufahamu kuhusiana na masuala yote ya watu magari wanayoyatumia, aina za transportation wanazotumia na aina ya uendeshaji wa magari jinsi wanavyotumia. New Delhi, hapa tupo sehemu ambayo tuta experience vitu tofauti, na nitawahakikishia katika show yetu nitakuwa nawapelekea kila sehemu kuweza ku experience vitu tofauti na petrol wenzetu. Let's go New Delhi. Moja kati ya usafiri ambao ni common sehemu nyingi sana hasa Afrika, basi na huku pia unapatikana na usafiri wa pikipiki. Pikipiki zipo aina nyingi sana hapa nchini India, lakini sijaona sana kama kuna biashara ya pikipiki. Lakini kitu kingine ambacho nimenotice, aina ya pikipiki ambazo zinapatikana kwa wingi hapa ni pikipiki ambazo zinatengenezwa katika nchi hii, tofauti na sehemu nyingi ambapo wanakuwa na
aina mbalimbali za pikipiki. Sijaona biashara ya bodaboda, na zipo biashara nyingine nyingi zinazorahisisha njia za usafiri. Twende tukacheki biashara ambayo inawezekana haiko common kwetu Tanzania, lakini hapa New Delhi ipo kwa wingi zaidi. Okay, hapa nakwenda katika usafiri wa train. Train bana, ziko treni zinazokufanya wewe utoke sehemu moja kwenda sehemu nyingine. Yani kwa mfano kama Dar es Salaam unatoka Gongo la Mboto kwenda Mikocheni, na treni zipo laini tofauti tofauti ambapo kuna rangi na kila laini inakuwa inatoa maelekezo. Let's say tuanze line namba 1. Labda line namba 1 inatoka Tegeta straight inapita Mbezi, inatoka Mbezi straight inapita inatoka Mbezi straight inaunganisha mpaka Posta, inaenda mpaka Mbagala. Hiyo ni line namba 1. Lakini unakuwa na line namba 2 ambayo labda inaunganishika pale Magomeni, labda kwa ajili ya kwenda njia ya Ubungo na njia ya Kimara. So line tofauti tofauti, inabidi ujue kwanza line ambazo unazotaka kupanda na unapoelekea kituo unachoelekea, kwa sababu hata prices zinatofautiana kutokana na kituo. Price ya juu kabisa ni kama shilingi 50 rupee, ambapo ukiongelea 50 rupee ni kama 1,800 ya T-shilling, ambapo ni vituo vya mbali sana. So unaweza ukashuka ukaconnect kituo kingine, na hii ni njia ambayo inaelekea katika usafiri wa train ama wanaitwa metro. Yeah. Kuna hichi chombo ambacho unakodisha, bei yake inakuwa chini kidogo. Ni kama guta lakini baiskeli ambayo ina matairi matatu. Very nice. Na matairi matatu na inanyongwa kwa kawaida tu kama baiskeli nyingine, ambapo pia ukikodisha dereva anakuwa anakanyaga.